nchi, lakini pia niendelee kuwasisitiza kwamba kadri inavyowezekana tutumie sheria zetu vizuri, lakini pia wakati mwingine tutumie busara bila kuvunja sheria. Tutumie busara bila kuvunja sheria. Nakumbuka nilipokuwa waziri wa mambo ya ndani mwaka 2013, tulifanya msako mkubwa wa wahamiaji haramu kuwarudisha kwenye nchi wanazotoka, na mimi kama waziri nilikuwa nasimamia moja kwa moja na kwenda kufuatilia mipakani kazi ya kuwaondoa inavyoendelea. Sasa siku moja nikiwa nakagua watu wanaoondoshwa uwanja wa Lake Tanganyika kule Kigoma, nikakuta katika magari yaliyojazwa wale watu wanakaribia kuondoka, kuna gari moja lina mama mmoja na watoto watano. Watoto wangapi? Watano. Nikamwambia mimi nataka kuongea na yule mama. Nikamuuliza, wewe mama mtu wa wapi? Akasema mimi mtu wa Burundi. Na hao watoto baba yao yuko wapi? Sema baba yao yuko Mwanga. Mwanga ni Kigoma hapo hapo. Nikamwambia baba yao ni mtu wa wapi? Akasema baba yao ni Mtanzania. Nikamwambia sasa unawapeleka wapi? Akasema mimi sio raia, lakini mimi ndio ninayefanya shughuli zaidi ya kutafuta kipato nyumbani. Kwa hiyo baba yao akasema kuliko wabaki bora niende nao. Nikawauliza maafisa wangu, habari hii ni kweli? Wakasema ni kweli, mama sio raia, kang'ang'ania kuondoka na watoto, tunafanyaje? Sasa pale natakiwa kutumia busara bila kuvunja sheria. Sasa nikasema hatuwezi kuachia Watanzania watano kwa sababu hatutaki Mrundi mmoja. Kwa siku hiyo nikaagiza apewe uraia yule mama. Nikaagiza mama apewe nini? Uraia, ili tuokoe Watanzania wangapi? Watano. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa sababu kwa kumpa uraia hatukuvunja sheria. Kwa hiyo tumetumia busara bila kuvunja sheria. Hiyo ndio maana ya kutumia busara bila kuvunja sheria. Kwa hiyo nasema uhamiaji wamekuwa wanalijua sana jambo hili. Tunawaomba uhamiaji na vyombo vyetu vingine vyote vya serikali, inapobidi katika mambo ambayo yanaelezwa vizuri kisheria, kila inapowezekana tutumie busara bila kuvunja sheria.